Matendo ya Mungu yanatisha kabisa. Evelyne Wanjiru, hey, karibu kabisa. Hey, umekuwa mrefu. You can have a seat. Sasa Fit sana. It's been a while. It's been a while. How are you? Mimi niko sawa. Thank you for having me. Karibu sana. Sisi unajisikiaje asubuhi ya leo? Nasikia energetic na feel God ako hapa leo. Ndio tunapenda kusema ai ndio mdogo lakini kuna energy. Energy inatoka wapi? Hata mimi sijui. Hata mimi sielewi energy inatoka wapi. I think ni God tu. Mama David alikuwa mdogo lakini alifanya makubwa. Yes. Aliangusha mpaka giant yenye watu wengi walikuwa wanaogopa. Yes. And speaking of giants, Evelyne, lakini before tuende kwa hiyo, maybe kuna watu wanaangalia wanasema wewe mrembo ni yupi simfahamu. Maybe unaweza introduce tu kwa kifupi kwa hii kamera. Kwa majina ni Evelyne Wanjiru, Agundabweni, nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi ni fourth born, mimi ni wife, mimi ni a worship leader, and I'm a gospel minister. Yes. Na hapo kwa worship leader, sijui unashiriki kanisa gani? Nashiriki Sitam Buruburu. NPC Buruburu. Yes. Uko part of worship team? Mimi ni worship team mbona hapo? Watu wengi wanagopanga kusema hivyo sisi kwa nini? Because I think kwa service group, especially in your church, ni very important. Yes. Sijui, because for me service group, nikiwa service group church ndio niliweza discover talent yangu, ndio niliweza discover I can play an instrument. Yep. Maybe naweza imba, naweza ongea. So I think ni a very good platform, especially as an artist ya kuonyesha talent yako, but pia ni service kwa God. So sijui wewe service group pale church inaweza kukujenga vipi? Mimi tangu nikuwe mtoi, since I was 9 years old, nimekuwa kwa church. Sijui any other place. Naambianga wasemi sijaenda club, sijai kunywa pombe. So hata ukikata damu yangu sina pombe ndani yangu. Hakuna alcohol. Nimegrow church. Background yangu ni totally different because most of our people, my people, are not really into the church, but I believe with time watakuja ku accept God. But wanapenda Mungu. But I think when God alitaka tu mimi kwa the priest of nyumba yetu, so I've been raised up in a godly home. So since I was 9 years old, nimekuanga tu kwa worship team. Hata sijui place ingine ya kuimba. That is the only place until I was 19 when I entered fully into ministry and music sasa of professionally. True. Na jani ya muziki were very interesting because nimekujua for quite a while. Na maybe especially for artists who are starting to shindwa inakuaje nafika mahali Evelyne amefika. Maybe wengine wanafikiria tu msanii tu aliamka na akafanya song kubwa. Sijui hiyo journey for you imekuaje, na sijui kama kumekuwa any challenges along the way, because kumekuwa na a lot of consistency in terms of muziki. Kuna wale wanakuja mtu anaimba one song anadisappear tena before tumsikie tena ni another 5 years, but umekuwa very consistent. Maybe mtu anaweza fikiria ni kwenda tu studio na kufanya audio na kufanya video. I don't know, journey yako imekuaje na have there been challenges along the way? My journey has not been a very easy journey. And I remember one of the people mwenye alinipea appointment ya Wednesday, sitawahi sahau. Nikafika Nairobi 11. Alikuwa kwa DJ Sadiq. Nikamletea CD yangu. Na hiyo time nilikupigia simu kaniambia kama Wednesday. So ninakumbuka nikakuletea CD yangu ilikuwa kubwa hivi. Nilibaki hukumbuki. Imagine nilikuja nikakuona huko anniversary tour zuko chini. Nakumbuka but sikumbuki hata nilipea specific. Nilipea appointment nikakuja. And so for me it has not been an easy journey because I started singing when I was very young. Alafu one guy saw me nikiimba akasema mimi feel niku support kwa ministry yako. And so he decided to resign his job to become a music producer. That is now my husband. And then from then tukaanza tu kufanya songs, nikafanya song ya Waweza. Na kuipeleka kwa market it was not easy for me at all because sikuwa najua anything, sikuwa najua Nairobi. Mimi msee nimelelewa Nakuru. So nakumbuka hata nikipotea matatu ilienda na mimi ikanipitisha. The only place nakumbuka ni Afya Center, nyumba ya Green. Nilikuwa niuliza uko wapi, niko kwa nyumba ya Green. And I think ni vizuri sana venye nyumba ni Green was well changed. Sababu I'm sure watu wengi wanapoteanga sana. Hiyo ni meet up
watu wengi. And so when I started doing ministry, it was not easy hata kufanya muziki ijulikane na watu. But I thank God because the song Waweza ilianza kuimba kwa makanisa kama chorus na watu wako wanajua nani ameimba hiyo song. So kufanya video ilikuwa hard sana. Nakumbuka nilitisha 7K, nilikuwa naona hiyo pesa nitatoa wapi 7,000. Nakumbuka video producer alikuja akaniambia tutafanya hii song, nitakufanya hii video, lakini itabidi tuhaye kamera kwa haya ilikuwa around 3K. 3K hakuna. Nikaambia hata zinata gari ya kubeba watu. Akaniambia tutachukua tuktuk. Tukaingia kwa tuktuk 7 guys. Ndio tuweze kwenda tu kufanya hiyo video. And so nakumbuka it was not easy tunamaliza kufanya video na pesa inatakikana. Mamangu anaenda kununua kutafuta kaloni kakupea mwe ka 7K. It is kwa hivyo ni sehemu yako pale nje na unaona ati unalemewa au hujalemewa. Mungu ako pamoja na wewe. Look what the Lord has done. Yeah. Wow. Na sijui kwa hiyo journey unaweza sema nini imekuwa highlight? What has been that moment for you that ulisema yenyewe God sikuona ukinileta hii place, either maybe a performance ama anything to that? Kwa hiyo journey imekuwa big highlight for you? Highlights zimekuwa mingi sana because one of the highlights ilikuwa when now I started seeing my music being aired consistently kwa TV. Baka I remember the first time niliona song ikicheza kwa TV, nilianguka chini kwa sitting room. Huyo mtu anaitwa Sadika, so mletea alicheza ama aliweka kwa shelf? Sijui, lakini nakumbuka hiyo. Maybe for me it was an honor for you even asking us to give us an appointment. Ilikuwa we should give to prepare. Hiyo wiki nilikuwa nasema naenda Nairobi sababu wendo I think you are the first person when you party appointment kuja Nairobi kuja kuona. Wendo the first DJ I think nililetea CD because kuna DJs wengine ni white meet before, but now seeing you and you had already ulikuwa kule juu kukuona ilikuwa kwa ni and now I'm sitting next to you hapa. It's an honor. What we're doing the way it's an honor. I even remember playing it for the first time kabisa. And one of the highlights is it's when God opened doors for me even to get out of the country. And I went to do tours in the US for Waweza and Zaidia yote. And sikuwa najua expectations za watu wanajua nyimbo sana kule lakini hawajui nani ndio ameimba hizi nyimbo. Another thing, kufanya ministry kuitwa back in Kenya, kuminister alongside Sinach, and then ministering again kwa Groove Awards. For me it was big. It was big for TSO. Those are platforms that so many musicians wanatamani kupata. But when you get that opportunity, grab na party your best. Give your best. Kama utaenda school hivi wiki yote utaenda kufanya vocal training and practice so that you can give your best, your excellence. Ndio watu wabakingi wakisema ule lazima tumete tena because walipatia watu hope. Watu walifeel fulfilled. Watu waliona wakasarenda everything kwa God. Kabisa. Yes. Hizi maswali nataka tu one word. Hizi zitakuwa unajibu tu one word. Okay. Favorite food? Mchele na maharagwe. Favorite color? Yellow. Yellow imevaa leo. Hii gold. Hii ni gold. Lakini haiko mbali sana. Oh, sawa. Favorite car model? V8. Favorite hobby, pastime? Watching a movie. Watching movies. Dream holiday destination? Seashells. Hata sijaiona. Naona kwa picha. Kali sana. Hiyo ni quick fire. I think umeperform poa. Your new song is very different. Hata the first time uliniambia niko na song na ni different kiasi, sijui watu watareceive aje. What was the inspiration behind it? I felt like last year there was a lot of critics kwa gospel industry, kwa gospel musicians in terms of content ilikuwa inakuwa delivered, and I felt sometimes we're not perfect. Sasa nasema kwa zaidi yote hakuna mkamilifu katika wanadamu. And so sometimes watu kituona kwa TV wanaonanga huyu hata kongi na stress, huyu hata aliangi, huyu hata ana shida, huyu hata gomba rangi, ni hakutu perfect. But we are all human beings. I am not judging anyone, but I felt as if we had gone out of the ways of God, tukakosa kupata ile kuongozwa na Mungu. And so when we lose directions and when we lose the hand of God,
You know, when we walk as gospel ministers, we allow God to hold us so that he walks with us. And so I told God, mimi ninaogopa stay kufika pale kwa sababu sometimes fame becomes becomes too much, and unaona kila mtu anania praise, and so I have to go with the trend. What is the trend? Kufanya mediocre, feel good. Yeah, feel good. Unafanya club bani, masiji work. Uko sure ni uko mahali katikati. Yeah, and so I told God, I think we have lost it somehow, but we are not perfect. I need you to lead me because I don't want to end up there. True. Because nimetoka nyumbani sana. I don't want to lose it when I'm at the edge, at the peak, you know. And when you're at the peak, that is when the devil anang'ang'ana sana kukubring down. Because one thing watu wengi wanasahau, shetani ndiye alianzisha music. True. And so hawezi taka umpite. Yeye ndio celeb wa maceleb. Yani yeye ndio the best kwa uimbaji. And so I felt in my heart, I need God to lead me this year. I don't want to do something that is not in a godly way. Hata watu wenye kukule usiingie kwa business zenye ziko legit. Unaweza ingia uweke biashara, pesa yako, pesa kwa mahali usikie pesa ilipotea. Afadhali uanze small lakini kitu jeni. Yes. Unaweza ingia kwa relationship, upatie relationship ilikuwa God ako anataka hii relationship. Unajua unaweza ingia kwa marriage jipate marriage inaenda kwa divorce. Watu wengi wamekosa, were led by God. And so that's why alisema ninawachia Holy Spirit ako guide. And so I just pray that so many gospel ministers, so many people in the world right now, even in our country right now, we've lost it kidogo. Kwa elections wenye zinaelekea, watu wanakata kuelekezwa na God. And so God has allowed the Holy Spirit to come and direct us, to lead us to the right ways. So I allowed God to lead me, and I told God, niongoze Bwana, popote niendapo. Where my feet will step. Nisikanyaga kwa pulpit zenye ulisikia pastor alikuwa kuna scandals. Yes. Tukimalizia Evelyne, you mentioned relationship na marriage. What is the importance of kukuwa na husband ambaye ana support kitu unaduna na understand your nature of kama your area of gifting? One of the things I think yenye inafanya uko na a spouse mwenye ana support ni kwa sababu hata yeye ana understand calling yako. Like for me, my husband is my music producer, and he understands better because he's also in the industry. But one of the things that has really made us to be where we are right now, number one, is obedience. Mwanamke lazima anyenyekee. Wewe upende usipende. Nikifika kwa nyumba Sadik siwezi tembea na heels hivi kwa nyumba afana. Nikifika pale nina submit kama wife. Kama kuna vyombo naambiwa enda washe hizo vyombo. Hata uambiwi naenda. Na food inatakikana hapa kwa your responsibility. Yes. Number two, we have to be principled. You have to be principled because tunajipatanga sometimes nilisema kuna mtu mkamilifu, but kuna a lot of things zinaendelea huko, temptations mingi sana. Watu wanaweza fall, lakini ukifall usianguka. Na sijasema watu wa fall kwa sababu watu wanaweza mistake. But if it happens, don't stay down. Stand up, ask for forgiveness and move on. But kuwa principled. Uko nje macho mingi zinakuangalia. Kweli. Number 3, guard your heart with all that you have. Kabisa. Guard it. All issues of life fall from you. Yes. Unaweza ingia kwa nyumba usikie kumekuwa sijui aje. Guard your heart. Tame your tongue. Sometimes unaweza kuwa provoked uongee kitu ushtuke kama bado ulikuwa umeokoka na ushaongea. Yes kabisa. Evelyne, song mpya inaitwaje? Inaitwa Niongoze. Yep. Tutakupatia ruhusa utubless nayo. Sawa. Dan the DJ, twende kazi.